Hii ndio headquarter ya bunge la mwananchi Kenya, na ina maana kwamba kwa sababu mmeanza kujitambua, inabidi tu mtembee kwanza hapa Nairobi, muhakikisha hao wengine kila mtu ameanza kutamani kuwa kiongozi. Instead ya kuwa kama tunasomeza viongozi alafu kisha baadaye tunasema kwamba hao wameongea vibaya. Kwa nini tusiingie ndani na tuongee wenyewe? Instead ya kwamba kunauliza watu kwa nini hujasema hii, si wenyewe tuseme. Kwa sababu kama mimi nimekufundisha ufundi na unajenga vibaya, ina maana mimi mwenyewe nikuje nijenge uone vile ambayo najengwa. Ndio hiyo tupate mabadiliko. Kwa hivyo kitu ya kwanza tutie maanani hiyo neno ya jitambue, alafu uamini kabisa kwa roho yako umejitambua, alafu kisha baadaye tuongozane wengine na tuanzie na Nairobi tukisonga mahali ingine. Hapa kuna bunge kadhaa kama almost 10 za hapa Nairobi. Inastahili kwamba sisi wenyewe tutoke tutembee, bwana speaker na wengine make sure kama wote wametuelewa kwamba bunge ni nini na sisi tunataka nini, na tumeanza kujitambua. Sasa tutakuwa tukiwasomesha sisi wenyewe, tutaingia mpaka huko ndani tuendelee nao. Na point la pili ambaye ni point ya maana ni inahusu mambo ya leadership. Bwana Sirisia according to me ana mahali ambaye ametoka, na inaweza kuwa katika jamii la Waluya huwa haitaki vitu ambaye ieleweki imepatikana hapo. Kuna jambo ambaye hapo, kuna marafiki zangu Waluya wengi, kuna Masika rafiki yangu, kuna Joakim rafiki yangu, kuna Kivelenge na wengine wanasemanga hivi, sisi Waluya hatukulangi kitu ambaye imeuawa na maji. Bwana adabu, wewe ni mtu mzima. Wewe mtu mrefu na una Waluya huwa kwanza mnaanza kulaumu Sirisia for nothing. Salasia. Wao Waluya kulingana vile ambaye marafiki zangu Waluya wananiambianga kwamba huwa wakuli kitu ambaye ameuawa na maji. Wakipata samaki, wanapenda samaki sana, lakini wakipata imeuawa na maji hiyo hawezi kula. Wakienda msituni kuwinda wakute swala imekufa yenyewe hawezi beba. Sasa imeletwa swala ambaye imekufa. Kwa kweli ni swala ni mzuri na ni nyama kwa kweli tunataka, lakini nani ameua? Sasa hiyo ndio shida. Kwa hivyo msameheni, mwelewe kwamba eko katika utaratibu wa vile ambavyo tunataka. Point ya pili ambaye ninataka kumaliza naye bwana chama, nisipoteze time mingi, ni ya kuhusu Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga amefanya kazi kweli hapa Kenya, tumekuwa kama mstari wa mbele naye, kwa sababu hata tukipigania mahali ingine katika hiyo system yake imesababisha tukapigania bunge tukawa kama hapo Ujibaji ni kama homo bunge la mwananchi, na hiyo tumekubaliana. Ametusaidia hata yeye mwenyewe kutembea kwa hii bunge, mpaka hata maombi tulienda kuomba hapa ile mambo ya sugulia. Lakini neno ni moja, wakati ambaye anaenda hapo juu hatukuombei vibaya, but watu wale ambao wameenda nao wanataasisi makosa ile ambaye anasababisha Raila Amolo Odinga akuje namba 2 hapo AU, si kitu ingine, ni ule ambaye ametembea naye. Sina maneno naye, lakini ule ambaye ametembea naye. Kwa kizungu, kwa wale ambao wameenda shule na wamesoma, nasikia unajua, you know some people like Nganga is not educated, but I try to connect industry particles of your knowledge. Ile ambayo mumeanguza mkiongea ndio naokotanga, alafu nashikanisha. Kwa hivyo wakati ambao mnaongea kuna jambo ambayo huwa nasikia mkisema, a friend of your enemy is your enemy. Ikiwa kwamba ni mtu kama Ruto ni mtu ambaye ameonekana kama mkora na Raila anatembea naye, bro, hata Raila anaonekana nini? Sasa kuwa kama amekaribishwa katika ile nyumba, itakuwa ni kama Bwana Muiro ama Ezekiel kualika maji marefu, mganga mkuu amwalika kwa kanisa yake. Asanteni, Mungu awabariki.